ili kutumiwa na Mungu, ili uone madirisha ya Mungu, unahitaji nini? Unahitaji kwanza ujazo wa Roho Mtakatifu. Ujazo wa Roho Mtakatifu ni kitu kimoja, ujazo wa Roho Mtakatifu. Kupokea Roho Mtakatifu ni jambo lingine. Kupokea Roho Mtakatifu ni jambo moja, ujazo wa Roho Mtakatifu ni jambo lingine. Kupokea Roho Mtakatifu ni kule kumpokea. Unapokuwa unaamini, bado unapoamini, unasoma mstari wa 20, unasemaje? Soma okay, basi. Mstari wa 20 unasemaje? Unasema siku ile ndipo mtakapojua ya kwamba mimi ni ndani ya Baba. Yohana 10:14. Mimi ni ndani ya Baba na Baba ndani yangu na mimi ndani yenu. Tunajua hii anamaanisha nasema baada ya sisi kuokolewa, maana anasema mimi na Baba yangu. Tutasoma maandiko sana na kitaka utajua. Kwa hiyo hauwezi kuelewa lugha ya kwenu. Ilisema lugha ya mbinguni ni nyingine kabisa. Hiyo kama mnaongea nini? Au hawezi kuelewa. Unapomwambia huyu mtu mwenye kansa ana uwezo wa kuwa hai tena, kansa ile inaweza kuondoka tena bila hata kukuza mkono, wakati madaktari wamesema kansa hii huyu anataka kata mguu. Kwa hiyo sasa hivi ndio mbili ngomana. Kwa sababu umepokea Roho Mtakatifu na umejazwa naye, lugha yako inabadilika, unaanza kuona tofauti. Ile kansa tofauti na madaktari wanaiona. Kwa nini? Madaktari wanaiona kwa macho ya kidarubini, kwa macho ya kielimu, kwa macho ya kidunia, lakini wao wanaiona kwa macho ya kiroho. Lugha ya mbinguni inasema kwamba kwa kupigwa kwa Kristo Yesu magonjwa yote yalipona. Yote. Bila kujali yanaonekana. Sasa wao wamechukua hiyo lugha. Sasa hii kansa ni moja wapo ya magonjwa yote. Iko ndani ya magonjwa yote. Anasema hivi Yesu alichukua kama so mimi kama wakili kwa siri za Mungu. Nataka nizungumzie lugha ya mbinguni maana wapi? Ni kweli ninapoona kwa macho haya, ninaona kweli ndio ndio kwa mkubwa. Ni kweli mtu anateseka sana. Ni kweli mtu anaweza kuinuka tena. Haya ni akili ya mambo ya akili tano. Lakini kwa sababu umejaa Roho Mtakatifu, akili tano zitasimama katika kusimama hiyo neno, zitaanguka chini. Itasimama akili ya Mungu, Muumbaji. Kama Muumbaji hakuumba huyu mtu na kansa, huyu Muumbaji aliumba mtu kamili. Hii kansa ni shambulio. Kwa hiyo ikishamika hapo, Roho Mtakatifu atakuamuru katika fikra zako kuamini asilimia 100 kwamba kansa inaweza kwenda. Ndipo utakapotamka katika jina la Yesu, kansa nenda. Na kansa inasikia kwenye jicho lile la nini? La kiroho. Kwa sababu kila ugonjwa ni jina. Na Biblia inasema kila jina litapigwa mbele za jina la Yesu, na hakuna jina ambalo litakataa. Jina la Yesu litakuwa sahihi, maana jina la Yesu lipo juu. Sema amen. Sasa ni nini kitakachokufanya uamini kwamba kansa inaondoka? Ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Sio kupokea Roho Mtakatifu. Kupokea Roho Mtakatifu ni kupokea wokovu. Unapopokea wokovu mara ya kwanza umempokea Mungu. Umempokea neno la Mungu ndani yako, umempokea Mungu. Haleluya. Kinachofuata unaleta ujazo. Ukishajazwa ndicho kitakachokuwezesha kufanya mambo makubwa. Ndicho kitakachokuwezesha kufanya ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Ndicho kitakachokuwezesha kwanza kutazama ulimwengu katika namna tofauti na wanaotazama wengine. Ndicho kitakachokuwezesha kuona changamoto kwa namna nyingine kuliko anaona mwingine. Ndicho kitamfanya Stefano alipokuwa anapigwa mawe, wanamwamshia mawe mazito, wanampiga kichwani. Stefano akaenda juu, akatabasamu. Sasa muona mwana wa Mungu ameketi mkono wa kuume. Wow! Siwahesabie dhambi na kuomba pokea roho yako. Kitu gani kitafanya? Kilirahisisha mazingira kwa sababu ya ujazo wa Roho. Kwa leo